Haya, Mama Spora, hapo turudi kwako sasa, utueleze, watoe hofu kwa wale ambao walikuja wakaja na viambatanishi wakitaka vitambulisho hivyo vya ujasiriamali. Wengine wanasema kumekuwa kuna kimya kirefu. Nini shida? Labda kwanza tuombe radhi kwamba ni kweli wamekutana na hiyo changamoto kwa sababu ya mfumo haukuwa vizuri kabisa. Lakini Ijumaa tulikuwa na kikao namna ya kutatua hiyo changamoto. Tangu juzi nimeanza kusajili, japo bado haujakaa vizuri, lakini umeanza kukaa vizuri. Labda kwa wale wengine ambao wana changamoto, ambao mna majina yao au wanaweza wakaleta majina yao, tukawaangalia kwenye mfumo. Lakini pia kuna vitambulisho vimekuja juzi Jumanne. Kwa hiyo ambaye hajapata kitambulisho aje aangalie hapa kwa mtu hapa Chalinze. Lakini utaratibu tulioufanya kwa kuwapunguzia wananchi gharama ya kutoka Kibindu kuja kuchukua halmashauri, vitambulisho vyote tunawapatia maafisa maendeleo ya jamii. Wanavikuta pale kwenye kata zao, wanavichukulia pale. Kwa mfano kama miezi 3 iliyopita nilipeleka vitambulisho pale kwenye ofisi ya kata ya Bulingu, lakini juzi nimerudishiwa kwamba hawajaonekana wale wajasiriamali. Ninawasihi basi waje hapa halmashauri. Kuna vingine viko pale kwa afisa maendeleo ya jamii kata ya Bulingu, lakini kuna vile nilikuwa nimevipeleka wanufaika hawajaja kuvichukua, vimerudi hapa ofisini. Tunatafuta namba zao za simu, tutawapigia, lakini nawakumbusha vitambulisho vyenu mnavipata kwenye ofisi ya afisa maendeleo ya jamii kwa kila kata. Kwa kuna vipi ambavyo vimekuja juzi, watu waje watazame? Kwa watu wa kata ya Bulingu. Wengine baadhi ya maafisa maendeleo wameshakuja kuchukua kwenye kata zao. Anasema, je, mama ntilia anapewa? Afisa mahusiano au meneja unaweza kalijibu. Mama ntilia anauliza anapewa au mkopo? Walengo hasa ni wafanyabiashara wadogo. Pia huyu mama ntilia naye anahusika. Cha msingi ni kwamba kwa sababu atakuwa kama haipo eneo la soko, ipo eneo ambalo sio la soko, anatakiwa apate utambulisho kutoka ofisi ya serikali ya mtaa. Kutambua kama anafanya hiyo biashara. Ungetupitisha hapo tena meneja, inawezekana kuna mwingine ndio kwanza sasa anafungua redio yake. Hivyo viambatanishi akija hapo benki ni vipi ambavyo anatakiwa aje navyo? Nashukuru, naomba turudie. Tulisema kwamba kwanza ni lazima huyo mteja awe na akaunti na NMB. Afungue akaunti. Kwa hiyo kama una akaunti basi tutakufungulia akaunti ambayo inahusiana na hiyo mikopo. Tunaita akaunti za kufanikiwa au akaunti za biashara. Lakini pili, awe na kitambulisho cha ujasiriamali. Sasa kabla ya kutafuta kitambulisho cha ujasiriamali ni vizuri ukatufikia sisi kwanza tuone hiyo biashara yako. Kwa sababu kuna wengine wana biashara kubwa ambapo anakuwa na leseni na nini, lakini anaposikia mikopo ina riba ndogo anakimbilia kule. Kwa hiyo tunaomba yule ambaye ana biashara sio vibaya akatufikia kabla yetu tumtembelee na kumshauri. Lakini vile vile pamoja na hayo umri wake usizidi miaka 74. Tumesema zaidi ya miaka 18 mpaka miaka hiyo 74. Taratibu zingine ndogo ndogo zile ambapo tukishakuwa tumekubaliana na wewe uchukue mkopo, basi utaambiwa na maafisa uhusiano, kwa mfano kupiga picha, kuleta passport 4, kupiga picha 2 kwenye eneo lako la biashara. Vile ni vitu vya kawaida, lakini kubwa ni lazima tukutambue ukaazi wako. Wewe ni mkaazi wa wapi? Kwa hiyo ndio maana tunasema watendaji watoe barua za kuwatambulisha. Lakini na pale sokoni isije kawa ni mtu umekuja tu siku moja unataka mkopo. Tupate barua ya utambulisho kutoka viongozi wa soko. Sasa kwenye hili, kama mtu labda yeye yuko nyumbani kwake tu amefungua genge mbele, huyu sasa kwenye barua ya soko hawa ambao wapo kwenye maeneo ambayo sio rasmi, ndio tumesema basi barua itatosha ile ya mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa na vitu kama hivyo. Sawa. Mtu anaweza kupata hofu, umeondolewa hapo. Afisa mahusiano? Labda niwakumbushe kwenye upande wa akaunti, tunasema ni akaunti zile za chap zile ambazo wanapita vijana wetu kwa ajili ya kuwafungulia, zile pia zinatumika. Lakini kuna akaunti inaitwa Fanikiwa kwa ajili hususan kwa ajili ya kufanya biashara, lakini pia kuna akaunti inaitwa business account. Hizo ndio akaunti ambazo tunazitumia kwenye hii mikopo.
Sawa, mawasiliano yenu muhimu, watu waweze, kama watakuwa na maswali mengine zaidi afisa mawasiliano hapo tutajie mnapatikanaje? Au meneja anamaliza? Namba yangu ya simu naomba muiandike, ni 0783 ndio 87 20 10. Okay. Kabla sijamaliza niwapongeze wananchi wa Matupili, kidogo wameonyesha mwamko wa hii mikopo, kwa hiyo wameshaanza kupata. Kwa hiyo maeneo mengi ambayo tumepita, Msata, Rugoba, kote huko watu bado hawajaonekana. Kwa hiyo tunaomba mfike mchukue hiyo mikopo. Kama mtakuwa na maswali mtatuuliza, na mwenzangu naye ataacha namba. Sawa. Haya, hapo afisa mahusiano. Kabla sijamalizia kutoa namba, labda ni wakumbushe kwenye upande wa ufunguaji wa akaunti, nasema ile ya chapchap ni shilingi 10,000, lakini ile ya Fanikiwa ni shilingi 20,000. Na ile ya biashara ni shilingi 100,000. Okay. Kwa nimesema ni wakumbushe kabisa kama sijataja namba. Sawa. Namba zangu za simu ni 0763 ndio 0763 18 ndio 05 ndio 47. Sawa, na sisi hapa tutazirudia pia. Lakini swali lingine kubwa la mwisho ambalo nimelisahau, mara nyingi walikuwa wakiliuliza muda, yaani huo mkopo akishakuwa na hivi vyote, muda wake mpaka hizo pesa anaingiziwa inachukua muda gani? Mteja anapokuwa amemake application huwa lazima tuende kumvisit au kumtembelea. Kwa hiyo tunapoangalia siku ya kumtembelea mpaka kumpatia mkopo, ndani ya wiki moja inatakiwa ampata mkopo. Okay. Lakini inategemea na biashara inapatikana wapi. Ndio. Kama inapatikana eneo la mbali inaweza kuchukua muda kutokana na ratiba za tawili. Kwa hiyo eneo, lakini kama ni eneo la karibu, ndani ya wiki moja kisha kamilisha hizo taratibu zake, basi anakuwa amepata. Sawa, anasema hiyo account ni lazima iwe na hela. Sasa kama itakaa muda na kufungiwa, ukitaka kukopa tena unafungiwa tena account. Anasema hiyo account lazima iwe na pesa, akishafungua anaogopa kufungiwa account. Akaunti tunapozifungua sio kwa ajili tu ya kupata mkopo, pia unaitumia kwa ajili ya kuweka akiba zako. Kwa hiyo matumizi ya akaunti sio lazima uweke milioni 20, milioni 30, hata shilingi 10,000, 20,000, 2,000 inaweza kuweka kwenye akaunti. Kwa hiyo hii akaunti yako ya active lazima uwe unaiwekea hela kidogo. Usipokuwa unaiwekea lazima itafungua. Ndio. Kwa hiyo hususan tunapokuwa tunafungulia mteja akaunti sio kwa ajili tu kupata mkopo, pia kuhifadhi zile akiba zake. Okay. Kwa hiyo ili akaunti sifungwe, basi anatakiwa awe anaishtua kwa kuweka walau hela kidogo. Ndio.